Ili kufanikiwa katika eneo la kuongeza fedha, lazima kuwa na kitu chenye thamani ambacho unaweza kuwauzia watu wengine na wao wakawa tayari kukupatia fedha zao. Lakini hii ni kanuni ambayo ni ya msingi sana, ambayo tumeona katika vitabu vya waandishi wengi ambao wameandika. Katika kitabu cha Robert Kiyosaki ameandika, katika kitabu cha Biblia pia tunaona Bwana Yesu akisisitiza ya kwamba mwenye nacho ataongezewa, lakini asiyekuwa nacho, hata kile kidogo ambacho alichonacho atanyang'anywa. Hapa ninataka nikufundishe kitu cha msingi ambacho unatakiwa kuzingatia. Kama una kazi, umeajiriwa sehemu fulani na unafanya kazi, usipokuwa na kitu kinachokuingizia fedha nje ya mshahara, ina maana wewe ni mmoja kati ya watu ambao hawana kitu. Kwa sababu gani? Unapopata fedha zako, zile fedha zote unawapatia wenye vitu. Yaani wale wanaofanya biashara ndio wana vitu, wale wenye bidhaa ambazo wanaziuza ndio wenye vitu. Kwa hiyo ukipata mshahara, usipokuwa na chochote ambacho umewekeza, usipokuwa na chochote ambacho unauza, usipokuwa na chochote ambacho unatoa kwa jamii ili wawe tayari kukulipa fedha, tafsiri yake ni kwamba wewe ni mmoja kati ya wale ambao ni wasiokuwa na kitu, lakini na kile ambacho unakipata kidogo, na hicho unanyang'anywa. Na maana unapopata fedha yako ya mshahara, unanyang'anywa na wale wenye bidhaa. Utataka kununua mchele, utampelekea yule anayeuza ule mchele. Utataka kununua bidhaa za ndani, lazima uende dukani na kumpa yule anayeuza dukani. Utataka kulipa ada, lazima upeleke fedha ile kwa shule ambayo unawasomesha watoto wako. Kwa hiyo ina maana zile fedha zote ambazo umezipokea kama mshahara zitaisha, na maana hata kile kidogo ambacho unakipata kama mshahara utanyang'anywa. Ndio namna unavyokuwa ukinyang'anywa namna hiyo, bila hata kupiga kelele, kwa utashi wako unanyang'anywa na unakubali. Ili sasa usikubali katika hatua ya kubaki kuwa mmoja kati ya wasiokuwa nacho, lazima unapokuwa ukipata fedha zako kutoka katika mshahara, hakikisha unakuwa na kitu cha kufanya. Moja, tenga fedha ambayo utakuwa unawekeza. Ukiwa unafanya uwekezaji katika eneo fulani, inakusaidia wewe kuongeza kitu. Kwa hiyo na wewe unajitoa katika miongoni mwa wale wasiokuwa na kitu. Ina maana wale ambao wasiokuwa na kitu wakipata mshahara, wote unanyang'anywa kwenda kwa wale ambao wana vitu. Kwa hiyo ina maana wewe utakuwa unalipwa riba za uwekezaji, au unaongezewa ongezeko la bei likiongezeka katika eneo la uwekezaji. Lakini pia unaweza ukanunua bidhaa ndogo tu kulingana na size yako ya fedha ambayo uko nayo. Yaani kiwango kile ambacho uko nacho kinaweza kikawa kikubwa au kidogo. Ukanunua bidhaa ukawa unauza ile bidhaa ambayo unaweza ukamudu wakati ukiendelea na kazi yako mahali ambapo umeajiriwa, ili uweze kuongeza thamani ya fedha yako. Ina maana unapofanya hivyo, na maana wewe tayari unajihakikisha kwamba unapopokea fedha yako kutoka kwenye mshahara, unanunua bidhaa fulani, na ile bidhaa unaanza kuwaonyesha watu na kuwauzia watu, na wale watu wanakuwa tayari kukupa zile fedha. Kwa hiyo kiasi cha mshahara wako unaenda kuongezea kununua ile bidhaa, na watu wanakuwa tayari kukulipa, na maana wewe unakuwa ni mmoja ya wale wenye nacho, na maana unaanza kuongezewa na wewe fedha. Usipokuwa na ile bidhaa, ile pesa yote ya mshahara ukiipata ukaanza kuitumia na bila kuwa na chochote kile, ina maana zote fedha zitaisha, na wale ambao watakuwa na zile bidhaa ambazo wanauza ili wakuzie wewe, ina maana watakunyang'anya fedha yako kwa utashi kabisa wako binafsi kukubali kunyang'anywa. Lakini na kufundisha katika video hii ili upate kukataa hii hali ya kwamba fedha zote zinyang'anywe kutoka mikononi mwako. Lazima na wewe utengeneze mazingira, wewe ujifanye kati ya wale ambao wanacho, na wewe utengeneze mazingira ya kuwa na kitu. Lakini pia kitu kingine, unaweza ukatengeneza mazingira ya kuchukua fedha zako ambazo unazipata katika ajira, ukawa unawekeza katika
mifuko mbalimbali ya kijamii, kwa mfano mifuko ya uwekezaji wa pamoja, ile za mutual funds kama UTTMs, ambapo sasa ukiwekeza fedha zako zile zinakuwa zinaongezeka, zinakupa thamani. Ni tofauti kabisa na yule mtu ambaye anapata fedha zote anazinunulia vitu zinaisha. Kwa nini? Hapo unakuwa umeongeza thamani, kwamba wewe unakuwa hauhesabiki katika wale ambao hawana kitu. Na ile tafsiri ya kutokuwa na kitu ni kwamba umepata ajira na unapokea mshahara na ndio unapokea peke yake. Kwa hiyo ukiridhika katika eneo la mshahara peke yake, na maana ukiwa unapokea mshahara peke yake, wewe ni mmoja katika watu ambao hawana kitu, kwa sababu ile pesa yote ya mshahara utakayoipata, wale wenye vitu wataichukua yote kutoka kwako. Utahitaji kununua kila kitu ambacho kinahitajika na kununua huduma mbalimbali ambazo unazihitaji, kwa sababu hauna kitu. Fedha zote zitaisha na utaanza upya mwezi utakaofuata. Ili kukwepa ili jambo, lazima utengeneze mazingira ambayo yatakusaidia wewe, kukufikirisha na kukupeleka sehemu ya mbali. Jambo la kwanza ambalo ningependa ulizingatie, zingatia unapopata mshahara wa mwisho wa mwezi, uwe mtulivu, lakini pia utengenezee mazingira ya kuchukua kiwango fulani, asilimia fulani ambayo utaiweka kwenye bidhaa, ili bidhaa ile iwavutie watu wengine wa kuongezea fedha. Jambo la pili, hakikisha unaweka mikakati ambayo itakusaidia wewe kuongeza thamani katika mambo unayoyafanya, ili yaweze kupata soko kubwa na wewe uweze kujitambulisha katika watu, ili wapate kujua katika kile ambacho unakifanya, ili uweze kuongezea fedha.